ndima utabania nato wona ngomete mutabani osunde kwa mhubiri. Tumefikiwa na injili kwa njia nzuri. Tupigie Yesu na mtumishi wa Bwana makofi. Ya kwamba alilenga ambapo Waswahili wanasema ndipo. Kuna mhubiri mmoja alikuwa kulenga kulitatizika kidogo katika mahubiri, na ikawa katika mahubiri anarudia neno moja, na Biblia inasema tutakaa kama watu wa Mungu. Na sasa mzee mmoja ikawa ameona kuna mama kidogo amekaa karibu hapo mbele, kaona mchungaji amekaa akirudia neno moja. Mzee akaamka akasema, mudhe wetu ungeanie bazamino botu tutapata Pink ambaye atasifu Bwana na wimbo wa kumheshimu dada yetu, na kisha wimbo huo utakapokuwa ukikamilika tutakuwa tunaingia katika kipindi kingine cha mazungumzo ama tributes, kisha tutaendelea kukamilisha ratiba ili tumpe heshima inayostahili. Ambia jirani yako heshima inayostahili, na heshima hiwe heshima. Unajua kijana mmoja mdogo, mhubiri amesema vizuri kuhusu watoto. Alikuwa kijana mdogo wa miaka michache kabisa, miaka 5 hata chini ya hapo, na huko kwetu nyumbani pahali pa kuogea ni mbali kiasi. Na sasa baba yao akafika mchana kama huu, ametoka kazi, amechapa kazi, amechoka, sasa ni kwenda kuoga kiasi ili haja aendelee na mambo mengine ya mchana. Sasa yeye akajifunga taweli vizuri na akachukua beseni na maji, na akitoka mwendo mdogo tu kutoka kwa nyumba, taulole gania tayo, taweli ikaanguka kiasi. Na sasa kijana mdogo alikuwa ameona baba yake, na hawakuangi tu wanajificha, akulie dhenye ni dhano na kinundu ngwaya tutu ni atembuka. Sasa baba yake akamwambia, hiyo umeona ndio inaitwa heshima. Kijana akakaa, na siku zikaendelea, siku zikapita kadhaa, na mathoke wanae ni tina wa chumu na kindu. Nakalaka mwana koone kaka ikwatanga chabati na moko me muthanga. Baba yake akamwambia, mutuko oni ae ni ndaya. Sasa kijana akasimama mbele ya wageni na aumia kinasa na kwata yivose. Ae ni maise nga makulia ndaya siya kwa konini. Na kama sungi wametuki iliane siya tata. Pink ako wapi aweze kusifu tafadhali? Ni kumpa heshima ya kweli, heshima ya kweli dada yetu. Pink ako wapi? Tutaenda kwa haraka. Ako wapi? Sio mimi, naona mnasema mimi. Ndio huyo, tumpigie makofi. Uko na danza zama tuendelee hapa nyuma? Okay, sawa. Anapeana wimbo. Njua mtoto mmoja aliambiwa haombe, na alipoambiwa haombe akaanza maombi vizuri, maana watoto huwa very honest. Kasema, Mungu wetu tunakushukuru kwa sababu wewe ni mkuu. Anaomba na kikamba ngaiwe monene muno ni uboya wolangile kila kimwana cha mutu ibina nundu kiibalukania mwitu ituno weke mubalukasiana kiimo mamea oingi ngaiti boya alahi tumatengwa simone andadi umamandhe ngwa maeke kalamea thei na oingi ngaiti boya nundu ala umemate misimo ka kwa magirandani cha andadi atekwo umamandhe misima ya ka kwa maku wibo idhowe wikie ane namboyani ai sioke hapo. Sasa tutaendelea. Pingi tafadhali tupatie wimbo. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa majina naitwa Winnie Pinkies. Hii wimbo nilitunga one day after Mercy amepass na nikata si ya rafiki yake mwenye anaishi Norway. So tuimbe pamoja. DJ nipe wimbo. Na nipe sauti.
Tuwapigie makofi waimbaji wetu ambao waliweza kutunga nyimbo nzuri za kumpa heshima na kuonyesha upendo mkuu dada yetu. Wakati ambao umefika sasa ni wa tributes, na tutaanza na wanake Mercy, na tutaweza pia baadaye kusema ya kwamba tunaenda kwa haraka. Kwa hivyo tunaanza na James, tutafata Joan pia atazungumza kiasi, wazazi watazungumza, other family members, Nyahururu family atazungumza. Kwa hivyo nasema hivi nikisubiri ya kwamba James ataja kuzungumza, na tukubaliane jambo moja ya kwamba sote hatuwezi kuzungumza. Tukubaliane tu hivyo, na tukubaliane pia wale ambao watazungumza watakuwa wamezungumza kwa niaba yetu. Wale ambao wamepata nafasi ya nyimbo wamepata kwa ajili yetu, kwa sababu ninajua tumo na nyimbo, lakini sote katika ratiba hii hatuwezi kupata nafasi, ama sivyo? Tuko sawa? Tuko salama? Tumekubaliana? Haya, ni wakati wa James, tafadhali. Adogwa kahe murega riki ngero gocwo wageni wetu ambao mmekuja kutusaidia na huu mzigo. Hapa ndio kwetu, karibuni sana. Rogaka he chege mara menya nita muno na mase. Ona tuika turari okimu no guku. No ni kuri andu mara koretwo mamenyana nake. Mahinda mau turakoragwo tugiuka guku. Mutikaigwe tamuta mutari hamwe na kigogona giki ni amu ndi haha na guku ni mucie na tutuire na inyuĩ guku, ngacererwo guku, ngarererwo guku, ngathomera guku, ngaumagara na Ngai akandathima na mutimia ũyũ wakwa. Ũguo Macera aroikaine muno mwena wa Ikamba-inĩ, tondũ ararĩ mũtangathi wa radio, na nĩkĩo mũrona andũ aya othe maumĩte mĩena ĩyo magĩũka kumagaria ũmwe wao, mũrata wao, na nĩ thengio mũno nĩ kũmahe ihinda meke ũguo, na no thengio mũno nĩ inyuĩ na inyuĩ gũka kũndeithĩrĩria kumagaria mũtumia wakwa. Nigetha tũiguithanie ithuothe mũndekererie hũthĩre language tũkũiguithania. Reverend Mwala amesema the heaven language ni Kikamba, and he went on preempting me. Could have come here to say niko na head start. So Akamba nimuvikie kwa Mercy na mwe karibu muno, na yuni ngwenda kusoma tribute yake. Mercy, my wife, the mother of my child. Mwanga wangu ulizima tarehe 23 wakati nilimpoteza Mercy wangu. Ulikuwa mshtuko kubwa, maana tulifikiria yote hadi madaktari kwamba
hakukuwa na hatari yoyote. Hapa kwenye hii jeneza mnaona Mercy hayuko peke yake. Mle ndani kuna mtoto wetu. So I'm here grieving for the loss of my wife and my child. Mwanangu msichana tulienuia kumuita Mwende. Dakika za mwisho Mercy alikuwa amevunjika moyo sana. Maana tulijua dhahiri kwamba tulikuwa tunampoteza mtoto wetu. Lakini hakukuwa hata chembe moja la wazo dhidi yetu kwamba tungeweza kuwapoteza wote. My last words to her were, you have been into worse situations before. You got this mercy. You have no idea how strong you are. That is what I say to her as I handed her to the theater nurses. Kwa hakika naamini kwamba Mercy hakuwa amegandishwa, angeng'ang'ana kuendelea kuishi. Manake the Mercy I know, yule niliyemjua, alikuwa unbowed, unbogable, fearless, na mwenye msukumo wa kutokubali kufa moyo kwa jambo lolote. Hayo ndio yalikuwa mawazo yetu. Kumbe naye Mungu alipanga mengine. Kidogo niwape historia kidogo jinsi tulivyopatana na Mercy. Ilikuwa mwaka wa 2008. Tulikuwa tunasomea taaluma ya uandishi wa habari. Na mjua ya Mungu ni mengi. Mimi nilikuwa nimejiunga na chuo cha JKUAT kusomea somo la Information Technology and Computer Engineering. Ila nika drop out bila hata kuhusisha wazazi. Na nikajiunga na chuo cha NIBS kusomea wanahabari. Na huko ndio tulianzana na Mercy. And it happened so soon. The second week of admission, Mercy was already my friend. It started in a staircase like this one. Mercy had a resemblance to someone I knew. And the lady, tulikuwa tunaishi na yeye Mombasa. Na nilijua ako na dada zake Nairobi. Sasa kuona Mercy, nikamuuliza kwenye staircase, tukipanda tukiingia kwa class, kama anaweza kuwa na dada fulani anaishi Mombasa. Manake walifanana sana. Kuanzia hapo mnaweza jazia. We became inseparable. Our classmates used to call us lovebirds. If any of us failed to attend a class, the lecturer would ask, mwenzako ako wapi? Because I used to pass by her hostel, pick her, tunaingia kwa class pamoja. So, from classmates to desk mates, and eventually
to bedmates. And the rest is history. In class, and out of it, I used to do most of the notes and the assignment before Mercy could come later and copy-paste. Maisha ya shule haikuangi rahisi. Mercy ashasema hili siku ingine, mom na dad. Na ni ukweli. Fees tukisota tulikuwa tunakula pamoja. Alafu tunang'ang'ana venye tutalipa bado. It didn't take time, tukaanza kutembea kwa Kitui. We are still students. Kuja hapa kwetu nyumbani. And then tukamaliza shule na tukaingia kwa barabara ya kutembea Tamaking. Acha niwaambie tumetesekea Nairobi. Shosho mmemwona hapa used to send us groceries. Hadi unga anatusiagishia anatutumia. Kitui tunatumiwa baadhi nzo na nyonyi kusurvive. So akapata internship pale Mbaito kabla mimi mwenyewe nipate. So alikuwa anatoka kwake anapitia kwangu, namzindikisha, tunatembea Kaguu kutoka Pangani hadi Upper Hill Geomap Center mahali Mbaito ilikuwa wakati huo. Fee ingetoka wapi? Tulijuaje chorochoro za Nairobi? Siaitaka jua. Baadaye tukapata kazi sisi wote. Maisha ikaanza kubadilika. For convenience, Mercy akahamia Naivasha Road na mimi mwezi mmoja baadaye nikamfuata nikahamia Dagoretti Corner. It didn't take long. We got married in 2015. And one thing about us, throughout our courtship, as lengthy as it was, we never took a sabbatical. We were always together. Since we met, we've never parted ways with Mercy. Hata ile watu husema tumeachana alafu wanarudiana, it never happened to us. We have always been together. It has been such a beautiful ride, doing life with you, Mercy. Kazi ya ndoa tulifanya na tukabarikiwa na mtoto, my girl Stephanie. Na tunashukuru Mungu kwa hayo. Mercy na ucheshi wake wote mliouona, mnaujua, the liveliness you experienced about Mercy. Huko nje kwa redio na kwa mitandao, nyumbani alikuwa tu simba jike. Very submissive, very efficient mother to my girl. We just did things together. When she became the head of radio at Adiani FM, I literally used to run that station in my bedroom. Tom, kama uko hapa, you owe me loyalties.
But on a lighter note, Mercy and the Reverend had touched it. She was the star of our entire family, in both sides. Until the end, she remained the spotlight of our family, till the last minute. Nobody had ever dethroned her or even came close. Tunasemanga kuunganisha nchi, and it means something else kwa mitandao, but Mercy was the glue. I even thank God I had hosted the family, I think last year but one, here in my home. Dad from Kitui and the extended family had come here. I don't know how it would have been taken if they hadn't come at that time, for their very first time. Of course, they have been here after that. I've been wondering about this, and I still can't comprehend. Kwa hakika sijui nilifanyia Mungu nini hiyo siku ama hizo siku akanipea Mercy. I don't know. Because Mercy sometimes, and you feel like she's so good or too good for me. Like you wonder what you did to deserve someone like Mercy. Some of you here and most of you here are probably married, but you married people, although you have good wives, I dare say no one had a better than me. A better one than me. That is. Mercy was kind. Mercy was smart. Very smart. Above all, she was very loving and compassionate. She treated her friends with a special touch. I miss you terribly, Mercy. But I see your face daily in our daughter, and that's, even though a little, does comfort me. Acha nichukue nafasi hii kuwashukuru wote kwa kuja. I feel Mercy would call me out of being rude if I didn't thank you guys. Sijui nitaje nani niache nani, because the love have been flowing from social media, from text messages. I've never received so many messages in my life. Watu wamejitolea, from finances to support. Just feel appreciated, guys. Feel recognized and appreciated. Special thanks to Mbaito FM, the TikTok guys, Kasolomoni, Meshach, media colleagues,
of Mercy and myself, from all the different stations that are represented here, my entire family, Shosho has raised me, and even as Mercy goes, she had one wish that nobody could ever fulfill, of meeting my mother. I had lost my mom at an early age when I was in high school, but now they're together. I hope they find themselves in a street, in a corridor, in a staircase, wherever, and just hug out and compensate what she never got when she was alive. Thank you, Shosho. Thank you, my family here in Nyahururu, my family from Kitui, your friends. God bless you for me. Reverend Mwalwa, tumetoka mbali. Like he said, he was the one man who officiated our wedding. God bless you. I just don't know how I'm going to cope with this without you, Mercy, because I've only known to live according to your ways. I've spent all my adult life with you so far. But I know you are up there telling me to suck it all up and to be strong. I can even picture you saying that. I want to close this tribute with a feeling of defeat and submission to divine authority. I surrender that death has untimely done us apart, Mercy. But even in death, my love for you is undefeated. My promise to you is that our daughter, as always, will be in good hands. Fare thee well, Kamwetangi. Kele tu ka Kitui na Nyahururu. Sincerely, your one and only husband under the sun, James Mwangi. Thank you very much. Tumpigie makofi mazuri. Najua kama vile mhubiri amesema, kuna wengine katika mioyo yao. Mama mmoja alikuwa anaenda tu kwa maombi, kila wakati wa maombi anasema muboye mume wako ni waumiye mama. Kila siku nyingine anaulizwa nani ako na hitaji, anasema ako na hitaji mume wako ni waumiye. Na sasa pastor akawa anajiuliza mauko medhi na mwao mutwanoni na mebata mo. Sasa tutaenda kipindi kingine. Ninakumbuka mzee mmoja, James amesema mengi kuhusu mke wake, na ni kweli wale ambao tumo hapa tunajua ya kwamba Mercy alikuwa wa aina yake pekee. Na kama nilivyomuona akiwa msichana mdogo, tunaweza kushuhudia mengi, lakini James amesema mengi. Mzee mmoja alikuwa anaitwa Chengo, ndiye ndao ya Tamaziro mama. Alikuwa anaitwa Chengo kutoka Masinga, sehemu inaitwa Kandika Amine.
Huyo mzee alienda kanisani Jumapili na wakahubiriwa vizuri matavwendeto na mewa nesa, na akaenda nyumbani amefurahi. Mzee amesikia mahubiri yameingia kabisa. Kufika nyumbani, mke wake alikuwa anakunywa hii pombe inaitwa kalobo, so hakuwa anaenda kanisani. Akapata mke wake ameketi kando ya nyumba aiye mabuku mambadhi na Biblia naoza mukoke lia kisebeni muthiu chana mukata na muno kuyo lukisebeni nundu ndau kiluku mama twana. Na mke wake akamuuliza, mbona hujawahi niinua hivi tangu tuoane? Na mke wake akamuuliza, kwani mumehubiriwa mahubiri mazuri kanisani? Na mzee wake akamwambia, twata gwende tosie moyo twe watuki liliengaime yuele tunoetie na uyo umwe. Tutapata wazazi wa Mercy. Baba yetu tafadhali, baba yetu na mam, na pia tutakuwa na wale wengine tukifata. Baba yetu, karibu sana. Tunapoona umetiwa nguvu na Mungu, tunapata nguvu pia. Asanteni. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. First and foremost, I thank God for this important day that He has given us to celebrate the life of our daughter. I also thank each and every person who has joined us to make the celebration successful. We are the parents of Mercy. She is our firstborn in our family. We loved her so much, and she also loved us. Every year during Christmas, they could come all the way to our home. And then from our home, they proceed to Nyahururu. They were so loving to us. Mercy was a blessing to our family, a blessing to all people in Ukambani and all the tribes in Kenya. She was courageous, a humble girl, very hardworking, and she had different talents. We never knew whether death can take us so abruptly, but we accepted. We will miss our laughter, our daily course, but we will meet her in heaven. God gave us Mercy, and she has taken her. May His name be glorified. Thank you very much, my wife. Naomba niwasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Na mimi si jambo. Vile mmesikia ushuhuda umetolewa na mama Mercy. Yeye ndiye mama wa Mercy na mimi ni babake Mercy. Asante kwa kutumia pronoun we. Sitarudia yule amesema lakini ningetaka kusema kwamba Mercy
alikuwa mwimbaji na kuna wimbo tuliimba na yeye, wimbo ambao unajulikana Education wasi wa Mutangi, Let the Blessed Savior In. Ningetuimbe wimbo pamoja but before then naomba nimkumbushe tu mwana wetu James mambo matatu nilifunzwa na mzee mmoja ambaye alikuwa mwalimu wangu, alikuwa anaitwa Bastram from America. Nilifiwa na my-in-law nikiwa mwaka wa pili katika chuo cha Biblia Moffat, na kaniita na akaniambia, David, nataka kukufunza mambo matatu, 3S. Nataka kukukumbusha mwana wetu James. 3S. Ya kwanza ni accept. Naomba mwana wetu ukumbali kwamba mke wako amekuacha. Uponyaji utaanzia pale. Ile ya pili ni unjust. Ulikuwa nakaa na Masi, muna celebrate pamoja, munatembea pamoja, munalala pamoja. Sasa hiyo haitakuwepo. Tafadhali naomba unjust na Mungu atakubariki. Lile lingine maisha ni lazima iendelee. Akasema, David, you have to advance. Uendelee bila your in-law. James, unjust and advance. Sababu ni lazima maisha iendelee na Mungu atakubariki. Naomba sisi sote sababu Masi alikuwa mwimbaji, tuimbe wimbo ambao umeandikwa katika program yetu, It is well with my soul. 18th century kuna mzee mmoja ambaye alipatwa na njanga kupoteza wanawake watatu, 3 daughters one day. Na alipopoteza wanawake, huyo mzee akaimba wimbo, mimi nimepotelewa na my first daughter ambao tulimpenda sana. Ningeomba tafadhali tuimbe hiyo wimbo, When Peace Like a River. When peace, twende. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows low, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My say of the embrace of the grow. Mercy, our daughter. Thank you. Amen. Tuwapigie makofi kwa kujua ya kwamba kuna maisha baada ya maisha haya. Baada ya wazazi tutapata sister
wa Mercy, Sister Mercy, Sister, na ikiwezekana ndugu yake pia, ikiwezekana pia ndugu yake. Tuwapigie ni makofi, tuwatie moyo. Karibu sana Kambua, tumpatie kipasa sauti tafadhali. Ninajulishwa kwamba ujumbe wao utasomwa tafadhali. Nataka kusoma eulogy ambayo imeandikwa na Mercy na Kambua, that is the sister, and Onesimus Musyoka, the brother. It is with a heavy heart that we are gathered here today for the final journey of our elder sister, Mercy. To the world, she was a celebrated media personality, known for her charm and warmth. But to us, she was more than a sister, a guiding light, a source of unwavering love, and our closest confidant. Mercy had a way of flavoring our lives. She made us feel understood. She was more than a sister, our greatest friend, someone whose presence brought comfort in times of trouble and whose laughter brought joy in times of sorrow. Mercy's professional life was a testament to her incredible talent and dedication, but it was her personal qualities that truly defined her. She had an extraordinary ability to connect with people, to make everyone feel seen and valued. We were often marveled at how she balanced the demands of her career with her role as a sister, never allowing the pressure of her job to diminish the love and care she showed us. She was our rock, the person we could always count on, and the one who always knew how to lift our spirits with few words and laughter. In our quiet moments together, we learned so much from Mercy, not just about life, but about the importance of love, kindness, and understanding. She had a unique perspective on the world, one that was both insightful and compassionate, and she shared it with us in ways that helped us a lot. Her guidance was gentle but firm, her wisdom profound yet accessible. In her eyes, we saw the reflection of the best parts of ourselves, and in her heart, we found a love that was unconditional and pure. Rest in peace, our dear sister. Amen. Tuwapigie makofi. Ningependa kuwarejesha nyuma kiasi tafadhali, na tutasameheana, tuvumiliane kwa muda mfupi tu. James atapata kwa ajili ya picha kwa sababu hatujapata picha. James tafadhali, kuna jambo lilikuwa limeepuka mawazo yetu kwa sasa, lakini tupate picha na mom na daddy pia wafate
ili tukaweze kuandamana ama kusandifiana mambo haya mawili ya mazungumzo pamoja na picha. Kwa hivyo ni jambo lilikuwa limehepuka macho yetu kidogo tu, lakini yanapasa kusandifiana kwa pamoja, mazungumzo pamoja na picha. Asante. Mom na dad waweze kuwa na nafasi hiyo ya picha. Kisha tutakuwa na a brother and sister. Kambua tafadhali tupate picha. Pole sana kwa hitilafu hiyo iliyokuwa penyeza katika ratiba, lakini tukarakibisha ili tukaweze kuendelea bila tatizo hilo. Mambo haya mawili kama ilivyo desturi yanapasa kusandifiana kwa pamoja. Sande. Kwa hivyo nikilitaja jina lako ama ukihitwa utakuwa unaweka hua ama unapata picha kisha unapanda katika jukwaa hili ili kutoa mazungumzo. Kwa hivyo Joan ataweza kuzungumza. Joan ataweza kuzungumza, na mkinikubalia tutaenda kwa wepesi kutoka sasa. Picha kwanza, kisha mazungumzo. Atafuatwa na Cousins, Muimi pamoja na Cousins. Mtasimama pale mpate picha, lakini anayezungumza yeye atakaye karibia jukwaa hili kusema mawili kuhusu dada yetu. Kwa hivyo John atakapokuwa akizungumza, ningependa kuomba tu kama Muimi and Cousins wangeendelea kupata picha ili tuokoe wakati. Good afternoon, everyone. God is good all the time. My name is Joan Mora, sister to James Wadley. And this is my tribute to Mercy. It is with a heavy heart that I pay this tribute to my beloved sister, Mercy. Writing this has to be the toughest task I have had, not only because I've lost of words over your sudden passing, but also because of the much you have done for me. I wouldn't manage to put it all on a piece of paper. Only a heart with so much love can tell. Words cannot tell it all. Of all the times I felt lost, and you are there to show me the way. Of the times I had boy trouble, would make fun about it and laugh it off. How you managed to love, how hold my mischievous brother, made him always full of love and joy, and how you had a major role in changing my life for the better and in molding me into the exemplary woman I am turning into. There was still a lot was yet to learn from you, but for the much I had already have, I will forever be grateful.
You are more than just family. You are my guardian and my unwavering support. From the moment you entered my life, your kindness, wisdom, and warmth touched my life in ways words cannot fully capture. I called you aunt out of respect, but to me, you are more than that. You are a sister whose nurturing care felt like a mother's embrace, whose unwavering support mirrored a sister's love, and whose companionship was that of a true friend. Your love, strength, and warmth touched our lives deeply, leaving a lasting mark on our hearts. Though you are no longer with us, your spirit and love you shared will forever remain. Rest in peace, dear sister. You will be missed more than words can say. Tumpigie makofi. Muhimi, nimeona wamepata picha, kwa hivyo nephews pia watakuwa Muhimi akizungumza wakipata picha yao wakiongozwa na Abigail, kisha niece wakiongozwa na Auntie Lydia. Bwana asifiwe. Ningependa kuita all the cousins as I read the tribute. Tafadhali kujeni kwa jukwaa. Thank you. So I read the tribute from the cousins. Words cannot capture the depth of grief as we mourn our departed cousin Mawia. We used to call her Mawia. The 23rd of July 2024 shall forever remain our darkest day in life. On that fateful day, we received the devastating news of her untimely death. We could not believe until we saw her lifeless body lying at the morgue. It's impossible to fully capture what you meant to us in mere words. We therefore write this letter to you, hoping to convey what you meant to us, dear Mawia. We really miss you. We really miss your sweet voice, your infectious smile, your great and calculated walking style. You fill our hearts with positive and vibrant energy. We miss the way you affectionately nicknamed us, for example, Cousin Ulamuko, Cousin Wambesa, etc. How you playfully asked us, Mukilangi Tiata Mba Mbutu. For those who don't understand Kikamba, that means, why are you silent, the Butus? Butus is a family from the grandfathers, maternal grandfather. How you playfully asked, why are you silent, the Butus? We miss the long phone calls full of laughter and love. Our December merry-go-rounds shall never be the same without you. Dear cousin, we miss your punishments to family gathering latecomers. You would advise us to spend the night outside or pay an hefty fine for lateness, only for you to let us settle for a few cents. You had a way of making everyone feel loved and welcomed as part of the family. You truly embodied the words in the book of Matthew. You are the light and salt of our world. We will forever be inspired by your resilience, hard work, and your unwavering determination to build a meaningful life for yourself, family, and friends. Dear cousin, we promise
to remain united in your honor. Rest in peace, our dear and loving cousin Mawia. Thank you. Tuwapigie makofi. Tunafata nephews wakiongozwa na Abigail. Tafadhali na twende tu kwa haraka. Auntie Lydia ataongoza niece. Waje pia kusema jambo kuhusu dada yetu. Nitafurahia kama tutaokoa wakati. Nitashukuru sana kama tutakuwa wepesi kwa kipindi ambacho kimesalia hili tukaweze kwenda kwa haraka. Baada ya picha anayezungumza, kama yapo mazungumzo tafadhali ataweza kuja. Wasaidiwe kama wanaenda kwa picha, wasaidiwe. Ashas, where are you? Asante. Asante kwa picha. Asante. Kuna mazungumzo ama ni picha? Kama ni picha nashukuru sana. Tuwapigie makofi niece wakiongozwa na Auntie Lydia wapate picha kwa wepesi, ili tukipata mazungumzo haya pia wafate. Good afternoon. Good afternoon to you. My name is Abigail Kibeka. I'm standing here in the presence of the nephews and nieces, and I have a tribute to our late Auntie Mercy Mawia. Auntie Mercy Mawia was a role model, and now we can proudly say that you left footprints in the sand of time. Auntie, you are calm. You are calm. Auntie, you are calm. Auntie, you are calm. Even when a situation seemed unbearable, admittedly, we have lost a precious jewel. If death was stoppable, we would have kept it from coming your way. We love you, Auntie Mercy. We will miss you. Rest well. Thank you. Tupate nguvu, tupate nguvu. Mungu akazidi kuwapa neema kuu ya kuendelea kujitia nguvu. Auntie Lydia. Auntie Lydia. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Lydia. Na mimi ni aunti yake Mercy Mawia. Niseme ya kwamba sisi kama aunts and uncles, we've lost a shining star. She was indeed a shining star to all of us. And I must say that for all of us who are standing here, there was a special connection with every household. There was a special promise. And so there are many things that we can talk about Mercy Mawia. There are many things that we'll even share later with James, because this lady here was a lady who had a lot. She was visionary and she had a lot of ideas. Sometimes she could just call us to give us an idea on what we can do. So for her, age did not matter. She used to call all of us. And to James, we would say, yes,
your heart is heavy because of the relationship that you had with our daughter. But ours is to pray for you, that the Lord will continue to show his mercies upon you. The word of God says that God's mercies, tender mercies are new every morning. And so we believe that his mercies will continue to walk with you. And to all of us, let us be the Micaiah of the day. Micaiah spoke only that which came from God. And so as we strive to help this young family, let us be guided of the Lord. Let us speak that which can help, that which can comfort, that which can strengthen the family to continue. And I know with a combination of prayers from all of us, all will be well. God will continue to take care of our son. He will continue to help him prosper. Rest in peace, our daughter, Mercy Boy. Thank you. Tuwapigie makofi. Sasa ni Nyahururu family wakiongozwa na Elijah Mheshimiwa wa Subukia. Najua utazungumza pengine, lakini kwa familia pia ni wewe umependekezwa kuzungumza. Kwa hivyo tupate picha kwanza ya Nyahururu family. Familia ya Nyahururu tafadhali. Familia ipate picha. Baada ya picha, Elijah Mheshimiwa wa Subukia ataweza kuzungumza. Tuwakubalie tu, tuwavumilie, wakuje polepole. Wametuzidi miaka na inakubalika kutembea vivyo. Kwa hivyo tuwakubalie waje tu polepole, wampe heshima hii dada yetu wakati na kipindi kama hiki. Ni picha ya familia ya Nyahururu. Baada ya picha hiyo, MCA Mheshimiwa wa Subukia Elijah utasema mambo machache kuhusu familia. Tuwapigie makofi wanaporudi kuketi. Asante sana. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Kwanza natoa pole zetu kama familia ya Nyahururu. Naitwa Elijah Murage, mimi ni MCA ambaye amechaguliwa kura Subukia, na tunashukuru na pia tunawakaribisha wageni wote kutoka sehemu zote za Kenya kwa kuja kututia nguvu. Tunashukuru na tunasema Mungu azidi kuwabariki, na Wakamba tumefurahia. Mmekuja kwa wingi, hata nimeshangaa kwa nini nilioa mapema, kwa sababu nikiangalia side hii naona mambo iko sawa. Kwa hivyo Mungu azidi kuwabariki, na pia mchungaji tumefurahia sana. Kama sikuwa nimeokoka ningeokoka leo. Mungu azidi kuwabariki. Asante. Atazungumza kwa wakati mwingine pia mheshimiwa. Kuna upande ujaangalia huo unaenda kuketi. Tutapata marafiki sasa, marafiki wa Mercy, na ni wengi. Kwa hivyo mtanikubalia kama hautaweza kupata nafasi, lakini mtanikubalia pia kutakuwa na mazungumzo sio mengi sana ili tukaweze kuokoa wakati, kwa sababu wingu hili hatuna uwezo wa kuliambia lisiweze kuachilia lililomo, ambalo ni mvua wakati wowote. Eneo hili ni wakati wa mvua. Kwa hivyo nitaanza na marafiki wa Mercy, na tutaanza na waimbaji ambao waliweza kufika katika
kikao hiki, ibada hii ya kumheshimu dada yetu. Waimbaji tafadhali, sote tukapate na tusimame, sijui tutasimama vipi. Tukisimama mbele, tusimame nyuma tu kiasi ili tukaweze kupata picha. Tusimame tupate picha. Ya, tunaweza fanya hivyo ili wakaweze kutoshea. Hao ni waimbaji. Tukirejesha kumbukizi zetu, tutakumbukia ya kwamba Mercy alikuwa pia mwimbaji. Ndiyo manake tunao waimbaji wengi ambao wamefika kuomboleza pamoja nasi. Hao wote ni waimbaji ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa na uhusiano wa kihuduma, uhusiano wa uimbaji, uhusiano wa hafla mbalimbali. Mmoja wao hataweza kuzungumza, lakini itambidi baada ya picha hiyo atembee katika eneo hili, ama wapiga picha waweze tu kutupatia nafasi ili sauti isiwe na kizuizi chochote. Hilo linawezekana papo hapo, lakini kama hilo ni ngumu pia, mmoja wao hataweza kuzungumza. Meshak, utazungumza kwa kifupi, kisha utapatia mmoja aweze kuzungumza pia. Mko salama? Yeah. Naitwa Meshak Mwingi. Mimi ni mwimbaji kutoka Songeni kidogo. Mimi unaweza tembea katika jukwaa hilo, litasaidia. Nimesema naitwa Meshak kutoka Ukambani, na tumefika hapa kwa wingi, waimbaji wote mnaona, kuomboleza na nyinyi, kusema pole kwa kupoteza mmoja wetu. Mercy is a wonderful person. Mercy amesimama na sisi kama mwimbaji, ametuchezea nyimbo zetu, amefanya tukajulikana Ukambani kila mahali. Alikuwa na roho mzuri sana, she was so friendly. Mercy apart from hata kuchezea nyimbo, alikuwa kwa vitu zetu zetu tunafanya, alikuwa tu support. Mimi kuna foundation lounge, and as a friend, Mercy nilimwambia, hata sikumwambia, leo nimepost, akanipigia akaniambia mimi niandike shilingi 10,000 nitatoa. Na ukiangalia grupu yangu hayuko, lakini ako namba 81. Ile nitaenda niweke candles, ikae hivyo mpaka 2 pike ni launch event yangu. Have a word. Nashukuru sana kanisa, Baitu FM, wasanii, watangazaji, fans, na waheshimiwa wa Ukambani. Walisimama na sisi kwa sababu tulifanya event kubwa sana. Tulikuwa over 2,000 people pale Mombasa Road. Tukafanya candlelighting ya Mercy. Nataka kusema hivi, waimbaji wa Ukambani wameshikana, na hakuna mwimbaji na hakuna mtangazaji. We are one thing. Na naomba kwa heshima waimbaji wa Ukambani tuende tukasapoti watangazaji wetu, kwa sababu ndio wametusaidia, wamefanya tukajulikana, wakachezea nyimbo zetu. Vile wanasimama na sisi tukasimama na wao. Alisema hivi, tulikuwa na event, waheshimiwa wetu wakakuja, tukafinyana, hata wakosa mahali ya kukaa. Kuna wale walienda kanisani. Leo tuko na wengine, unaona mheshimiwa kama Kalenga sema kidogo tufanye hivi. Alikuwa anaingia TikTok na sisi tuchange. Tunamfight kupanda juu. God bless you. Next time watu wa Kitui asikuwe nominated, akuwe elected. Tuko na mheshimiwa Yamu Sylvester. God bless you. Naongea hivyo kwa sababu tunashukuru sisi kama youth na waimbaji kuona mnatusupport. Tuko na mheshimiwa Penina kwa kufika,
tunashukuru sana Malonza mbaitu akamba tuisa kuwa heshimiwa ukamba tuikasa kuwa mungu tutavikia. Let's not vote for bosses. Niye Tarina chairman, was the chairman of the event. Tulifanya kazi ngumu sana kutafuta waheshimiwa na wengine ni wetu, lakini kuwapata hata Beto wende ukaambia utafute Raila hapo utafute Ruto is hard to get them. Na hao watu 2027 ndio tunapaswa kupeleka nyumbani, tubaki na ile mtu tunaweza fikia. Sio? Tunakubaliana. Kwa sababu kama hata usituletee pesa, we wanted just you to attend na tupatie award yenye itafanya tushikane na tujue Mercy weza hero. Sio? Kwa hivyo God bless you so much, tuko pamoja na tunashukuru sana na waimbaji, Mungu awabariki sana kwa kufika na the support you have given. Msiachane, tushikane hivyo na kitu yote ikihappen, ikuwe ni ya mtangazaji, ikuwe ni ya mwimbaji, tukue kitu kimoja na tuache differences. Thank you. Tuwapigie makofi. Asanteni sana waimbaji, mlitenda kazi jema, tunashukuru sana sana sana. Asante sana kwa kuwa Muriagano Manyomba. Haya, mimi naitwa Ndeke, I'm at the plane. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili and I have almost 1 year nikakuwa famous and I come from Masinga up to here because of the love of Mercy Mawea. So what I want to say is this: the first thing that it makes me to come here, it is to do the things which when the time we was nilikuwa na sherehe kubwa Mercy. Let me talk this. Acha niongee hivi. Alafu mimi ni yule mwimbaji ambaye amenua na Mungu mwenye kusoma hata shule ya kuenda. Na Mercy Mawea amekuwa amenisupport sana. Alikuja akanipigia simu, nilikuwa na lodge kubwa, akakuja ya kusapotiwa. Wakati alikuja akaniambia, Ndeke, kuna siku nitatafuta niongee wewe juu wewe na mwenye huwa anakuongeleshanga tu ni Stella. Sasa wakati alikuja nilishangaa. Akakuja akaniambia twende kwa soko. Tukaenda Kidimani akanunua miwa. Wakati alinunua miwa akaniambia chukua hii nikatafuna. Utakutafuna yake akachukua yake akatafuna. Akaniambia, Ndeke, hiyo miwa inaonja haji. Nikamwambia juu tulikuwa tunacheza. Kwake kama namu yake kiwake hiki samita mkoka hadiko. Ambia, Ndeke, sasa hiyo naitaka maisha yako sababu wewe umelala na shida. Nataka maisha yako ikuwe na tamu kama hiyo miwa. Na sababu kuna kitu nilimfanyia, nilikuwa nataka tu nifanye kama wakuya mnielewa kama utanielewa. Masika dangi mutangazi mamwa ni watana kumasi hime vyemba itu kila kinatumienda vistu ndio nilekondi waliwa mazima nene vamba itu kila kinatumienda vistu ndio nilekondi waliwa mazima vamba itu kwa kaini wateva ndinaina vina wako lekondi ndinaina wavi wako ndinaina vina wako andika nondo masini naibata nake noni wendo mbaitu takeka ndina mwendete wendo suwa wangoni nivaina inie wavi ende ndinaina vina nondo nyenjivanya kila ngwendani nene mbaitu ngaina muadhime alamukieva ngaina muadhime masini bata nake masivu muaneza masivuaneza masivatana makomaneza mazimaya mazimose ndikirile nambonena na mazimutangazi nyengisi kila watagwa nanyama
Walimwa nyekela jumanjuka njukite niyona ninukite nunduwa makweli nimwe komaneza masikomaneza nivatanago nakuwizineza onameze ndisa kwanye ndyavu okie na matsitavinimwa ngaina mutumwa wa matsi ngaina kunenge vina mwingi nakunenge vina wakweya mwanosi nikungamya na mboya nundu ni mwana ndiwananga inunduwa nanye nundu ndina ndoto mbingi onde ekanurike va mwamo walimo. Thank you. Thank you. Thank you. Faith, nilikuwa nimeambiwa pia kuna mazungumzo ya Faith. Na tuweze tu kwenda kwa haraka. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Faith Mulei, mwimbaji wa nyimbo za Injili, nimeokoka na mpenda Yesu. Nimesimama hapa kwa niaba ya waimbaji wa kike for the sake of gender equality, and I just want to say that Mercy was a very, very good person, a mentor to many. She was a friend to everyone. What Wakikuyu, you have seen the love from Ukambani, and it means that hivyo tu tulivyopenda Mercy na basi pia nyinyi mlimpenda, na kwa hivyo waimbaji tuzidi kuungana pamoja, kuombeana na kusonga kwa pamoja. God bless you all. Rest in peace Mercy, rest easy Mercy Mawia. Thank you. Tusikizane tafadhali. Walio hapa katika hema hili kuna kelele kiasi, na nitaomba tuweze kusikizana, twende kwa haraka. Nitampa mnenaji mwingine, mwimbaji ambaye pia alitembea na Mercy katika uimbaji, awe na maneno mafupi ili tukaweze kuokoa wakati. Kwa sababu alitembea na Mercy. It will be unfair for me kumkataza nafasi ya kuzungumza. So John Baka, kindly. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa John Baka na nimeokoka. Bwana Yesu ni mwokozi katika maisha yangu. Pole zangu kwa my brother Mwangi, entire family na friends. Bwana Yesu aendelee kuwafariji. Tulikuwa tumeimba na Mercy sana. Tumeimba nyimbo nyingi na Mercy, na before aende tulikuwa tunatengeneza wimbo mwingine. Kwa hivyo nasikia nimeumia sana moyoni kumpoteza Mercy na Mercy kwenu. Tulikuwa tumeimba nyimbo nyingi, na wakati ukipatikana utanipa nafasi niimbe wimbo mmoja collab tulikuwa tumeimba na Mercy baadaye. Kweli. Na Bwana Yesu atubariki. Asanteni. Amina. Tupigie Yesu makofi. Makofi mazuri. Mimi nilikuwa tu nimepewa majina, tafadhali waimbaji walikuwa wamenipa majina ya watakaozungumza, kwa hivyo mimi sina la kusema nani atazungumza ama nani atazungumza. Kwa hivyo natumai sote tumeridhika sawa sawa, ama kuna mwenye tumefungia nje? Unajua kuna mmoja tumefungia. Tumeridhika. Najua hamjaridhika. Nani? Karanga. Ke mauta. Najua kwa wale ambao ni hawasikii ama waifahamu kusikia, mnasikia. Karanga endelee kuja. Wale ambao hawaelewi na lugha hii ya Kiebrania ya mbinguni, huyo ni mwimbaji hata unajua mic imeanza kwenda off on off. Kwa hivyo Karanga, habari ya leo.
Acha niwasalimie kwa jina la Yesu. Mko sawa? Mko wazima? Pia mimi nashukuru niko mzima, Mungu ni mwema. Amekuwa nasi katika safari kutoka Nairobi mpaka huku mbali ambapo tulikuja kumzindikisha rafiki yetu Masi ambaye tumejuana na yeye kwa muda mrefu. Akamba simu yasio alama uki. Nina hapa ni museo. Akana wula ni waluga nikaenda hivi ngatu hivi. Sawa? Thank you. Masi ni nebina ya sana mumana na mwezi ya dhiani ande thesi muno na kwata road shows na nende yako yani ya dhiani na mutia dhiani na kila ngana iko ambaito na ande ya kwa ambaito. So Masi has been a good friend to me. Tumetoka mbali na yeye, amesaidia wasanii wengi sana kufika mahali wako leo, si ndio? So chenye naweza sema, nimefika kwa hii nyumba ya kina Mwangi, naleta rambirambi zangu za familia yangu, za marafiki zangu na wasanii wote wale wa Benga. So tulitua kia kisie na tukatoa na kuleta Masi na ngoa imwe akatoa na kwa mwana Mungu tiwa alama ukionde wale wamesafiri, nasema ni asante na washukuru pia, na Mungu akawabariki na akawalinde mnaporudi mlikotoka, si ndio? So nasema tuzidi kuombeana kwa wakati mgumu. Mr. Mwangi, najua ni wakati mgumu sana kwako, familia yako, majirani, tutawakumbuka kwa maombi. Asante. Tumpigie makofi. Anaitwa Karanga ama wa Kithomo. Amefika kuomboleza pamoja nasi. Ningependa kuwaita sasa watangazaji wa nyumba za utangazaji tofauti. Tafadhali tuweze kujitokeza tupate picha. Tukifika hapa tutajipanga, kila nyumba na picha yake, kisha baadaye tutakuwa na mazungumzo machache kabisa, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema, wingu hili hatuna uweza wa kulizuia lisiweze kunyesha. Kwa hivyo watangazaji wote tafadhali, watangazaji wote ambao wamefika katika ibada hii, kwa sababu ni ibada, watangazaji wote wa nyumba tofauti za utangazaji, watangazi kwa mwenda ungeendea, watangazaji. Kwa hivyo tukifika tujipange, kila nyumba ipate picha yake, kama ni Adhiani ipate picha yake, kama ni KBC ipate picha yake, wale wengine wote tujipange kinyumba za utangazaji, kisha baadaye nitaongoza. Masi alikuwa mtangazaji, ndio sababu ama ndio manake watangazaji katika ibada hii ni wengi. Masi alikuwa mtangazaji, na katika ibada hii watangazaji
kwa namna moja ama nyingine na mwenzetu dada yetu ambaye amepumzika Mercy. Niendelee kujulishwa wengine, kumbushwa Urejesho TV, Urejesho, kuna County FM, Media Max wafate, Media Max Arizona FM. Oh, Arizona FM, okay. Ukaribia baule hali kisha. Uzalendo. Oh, wewe ndio unawajua. Sawa. Tuendelee basi. Unajua kuniliko, twende basi. Wanasema timu Kitui. Timu Kitui. Okay, timu Kitui sawa sawa. Aka. Semeni haraka. Time. Msiketi kwanza, tutakuwa na nafasi next ya mmoja wenu kuzungumza kwa niaba. Team Machakos. Kuna wenye wamesalia. Kuna mwingine? KBC na julisho ya kwamba kuna wenye hawajapata picha. Tafadhali tuweze kuokoa wakati. Ninajua sisi ufahamu wa wakati tunao na tunaweza kwenda kwa wepesi. Najulishwa Kamba TV. KBC imekamilisha picha yao. KBC tafadhali. Kamba TV hiyo. Sawa. Hiyo ni Machakos. Team Machakos. Yeah. Kamba TV. Team Machakos, tuwapigie makofi. Tunaenda kwa wepesi huo. Mwendo unaokubalika masaa yakifika hapo. Au ni Prezo, mbona useme? Oh yes. Ni Akamba. Si Akamba yuki. Na Akamba ingi. Akamba ingi. Akamba TV sasa. Yeah. Oh, okay. KBC wako hapa. Oh, KBC. Haya, muingie KBC. Wale wengine waseme huko. Haraka. Kuna wengine? Nawaona wawili pale. Musi FM. Kuna ulikuwa unaita nani? Wameniambia tu ni Worldwide. Yeah. CNN. Yeah. Thank you. Musi FM. Haya. Ene. Tuko na ene, kwanza tupate ene. Ene waingie kwanza. Ene FM. Ene Sangu. Tumekamilisha. Musi ameingia. Musi FM. Na kuna wale ambao wanafanya na sistake Mercy, wana ripoti kule Mombasa. Wale reporters kutoka Mombasa wapate picha yao. Adhiani FM. Adhiani. Na kama kuna wengine nimeacha nijulishwe tafadhali.
ni kwa heshima tu. CFM. Musi wamepigwa picha yao. Sasa ni adhiani timu kama Wetangi, kuna timu ambao wamekuwa, lakini hao wasubiri kwanza. Tunamalizia na watangazaji mwanzo, kisha baadaye tutakuwa na marafiki wengine. Ningependa tu kwa heshima, mkinikubalia, tuwe na watu wachache wa kusema mafupi, wale ambao watu tu kama watatu wa kuzungumza tu. Mjichague mje. Tafadhali. Kuna ndugu zangu naona pale Biando. Jo useme jambo moja, Musi waseme jambo moja. Kwa kifupi tu ili tuokoe wakati na hadhiani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya hii fursa ambayo ametupa, hata kama tunaomboleza mmoja wetu. Mimi naitwa Tina Kendo wa Mosendi. Nimefanya kazi na Masi tangia tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2012 hadi nilipotoka kwenye station ya Athiani. Mwangi, Mungu akutie nguvu. Tumetosha. Kwa familia, Bwana watoshe. Asante. Wanenaji wametosha, sio Tina, sikuwa nasema Tina, lakini asante, umefupisha, umefanya vizuri. Nilikuwa nasema Musi tuweze kumzungumza. Mwenye museo. Mwaseo andumanya darwa. Andumanya hururu mwaseo. Thank you so much. Ninafuraha kufika hapa leo. Na kwa niaba yangu na ya Musi FM. Musi FM tuko under Royal Media Services. Huku mnasikiliza Inoro, si ndio? Nimefika hapa kupeana pole zetu Mwangi and family na pamoja na familia ya Nyahururu na ya Kitui. Poleni sana. Majina naitwa Christine Dan, Musi FM. Thank you. Neno tu. Mimi naitwa DJ Biado kutoka Kamba TV. Mazi was my very good friend. Nilianza kama kukuwa fan wake. Mwishowe nikaingia kwa media. Nilikuwa namchezea nyimbo zake na tukafanya vitu mingi sana na yeye. So sina mengi ni kusema tu Masi apumzike. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa, nimetumwa na director wa Arizona International College. Kama uliangalia post ya mwisho ya Facebook ya Masi, alikuwa amepost Arizona. Kwa hivyo tulikuwa na mkataba na yeye kama mmoja wa ku make sure watu wamejoin our very able college ya Arizona, na tunasikia tumempoteza kupitia kwa matangazo yake. Tulikuwa tunapata wanafunzi, hivyo tunasema apumzike vyema. Pia mimi ni mtangazaji wa Kamba TV, itututia choma na Roho Njoke Suluke na Tata. Thank you. Thank you. Mwe ni muzeo mabi ndaombe kwa masieto ni tostagi besi kana Peter Mutuse wa Maunda kuma Mutongoi TV na Mutongoi FM twasianisio ngwatanio ya Mukamba. Masi ndanesi mibaka ya Isese. Masi ndanesi wewa ne wambaito ne wathiani wa Mutongoi ni wa Musie. Masi anatukwata na shigionde. Masi has left a big gap ndine wa media. Tuasia ngayamo dio Musie palawe mandegi. Thank you. Nitaomba tukue wachache. Yes. Naona tuko wengi na mkinikubalia nitawapunguza kwa heshima. Sawa, mimi napeana pole za director wetu Bwana Prophet Jackson Mololo, anatuambia tukisema tukija huko tuseme pole sana. Mimi natoka Ngombau TV na leo nilikuwa na show, lakini akaniambia hiyo show nisingie, nikuja nimtindikize Masi na niseme pole sana kwa familia. Ngombau TV. Jambo. Tujambo. Majina naitwa Fiku Musumbi, reporter Mombasa County. Nafanya sistake Masi ambaye anaitwa Grace Kambua. Mimi ni reporter na yeye ni reporter wa Machakos. Na pia pole zangu wazazi na nume obubu kauma obucheni tu yato ina nethe ya nini si reverend.
So tunasema ni poleni sana. Mungu nguvu, tunajua sio kitu rahisi, but ikambua osavinya nangaino kuweka kwenda kwake thayo ni mwenyu. Thank you. Asante. Nisalimie kwa hewa tu kidogo. Asante. Thank you so much. My name is Gerard Motisia. Kwa jina lingine najulikana kama Gerard the Selector. Lumete Kizazija County FM. I'm in the company of Brian Mwangangi, Dorcas Mbai na watangazaji wengine na vile vile kama D-Way of Dan Crown Media kutoka Kitui, na tumetoka all the way kuja kusindikiza Mercy. She's our friend. Tunampenda sana. Wakati alikuwa Kitui tulimtreat kama mgeni wetu na mambo yalikuwa fresh, so tunasema poleni sana. We really miss Mercy. Poleni. Thank you. Mwene museo Mabinda onde na mabinda onde masita makoneta aboni venture mutinda wende wombe taboni ni mutumia wa Kikamba ndogo mana kiseseketa wa DNFM kola maseni mwambili yakana pioneer wa DNFM before aume adi kisesene cha mbaito na masi yumakola na bukomana okiadhiani simula ya mbumiseku ya Mercy nanoka the boss wako na boss museo na tuyasia pole kuma kwa ungami wa DNFM kuma kola kwa chairman Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na directors na ungami yonde ma DNFM kwa Mwangi jipe moyo. Mercy was a strong woman, so be strong. Thank you. Thank you. Asante, thank you. Kwa majina naitwa Sylvester, nafanya na idhaa ya Kamba FM na tunatangaza ingine bano akina Justus Mielo kina Mukamba Mujanja na nenda kwa sekana ni diando mambe pio kukwata message ya Mercy aitu atuma thauke wadhi wake kisebeni ningo lili kana toimo thauke wadhi na nataka mwiso na kwata simu kana Mercy ndego gaye kenesa na yeka na nduma kenesa pio anduma Mercy poleni sana kambo tuko maana kiza wa reporter from Machakos County. We say pole sana the family na kila mundu kiwa nduma ondela mekienesa gaina mwekenesa. There is a special friend ndoko maana yake unadhukuma na Mercy bibi tina na une dhana yake Janjes. Karibu sana. Asante. Thank you. Thank you. Adanya ururu na kwa kahe murega. Adwago kwa murega. Mimi nimewahi kuja huku, nyumba ya Mercy iko pale, tukatoka huku usiku, nilienda kwa Mercy nyumbani, nilienda kwangu. For the first time, Mulinge, mimi sikutaka hata kuongea. Mondo, Mercy, sababu ya kumiti Mercy, ndio nilijua kuna watu ambaya. Nilifikiria kila mtu ni mzuri. Lakini sababu ya kumiti Mercy, ndio nilijua tofauti. Kuna watu ambaya. Nilitake everybody akiwa the same. Lakini nilimit Mercy. Mercy ni wambe kumbea munjanja niwe ikiseseni kiu uweka ngete nisi nditoma kwina ninyoka mbaka ngetangalia Mercy ni wambe for the first time etuni nikwenda na malaika mungu muka asema Mercy mwirani ngai nondo sia malaika Mwangi utalipwa na Mungu sababu ya kukaa na malaika kwa kitanda life na mkazaa naye. God will pay you. Na Mungu ndeto ni mbinge itono nenwa na lika adhiani nikwethiwe change nene mitandao ni pera nduna nena na Mercy na nduma mitandao ni mutabio ndumwe tumia mtandao usile vinda. Tumia mtandao ukijua kuna wakati utakaa chini ukiwa mzee, watoto wako inilo wako na watawatch chenye uliweka, watawatch, they will watch. So tumia hiyo. Tuna Mercy tunanena hivi one on one kila mundu ambiane mwiyo ngamwe anakuobia, lakini tuyadi mitandao ne kuuma mundu tuyadi naenda imo sisi
hatujawaienda nyena umamo sieno kie Adhiambo FM na nikuwa meemaniie nitaninye ndona kwithania bandu bego ni hivi nondo wandosu ni Akamba FM kizeze cha Mukamba nondo wa mase kwithania wa mbunde isie na kundiscover ni kindu kindi ni wakwa ni kwithwa nthini wa aini atangasi na biasala onotongoi kuya waoi kiewa kuya waoi maseti jao umwaneza mwetu wa moito. God bless you. Dhani musemu mwurisi. Thank you. Kuna watangazaji wengine ambao Bendo maitu ni mo very special. Ai ni maitu yetu tikilana kana tuna timu yetu eta content creators. Alama kunawe ya musyomo no pio na yetu tikilana kana tuithie banga event ya candle lighting. Twakoniye au mewe ne ba moto yetie nondo moto no bikia metoke no singizo kuna muzio kazi yoka itu ende takwika kuyo kwasa twakunie bana kindu chuli within that take 30 kilo kambe chesiwe na ina mwadi no sana likibina timu ya Kioko Johnny Noz Media kila mtu mna kunia ya msemo no Trudy Katumbe mlifanya kazi poa sana na tuili watuma support nondo matokonya ya msio pio ukamba nikwatia Rikibi na Kioko nimo ene Kamba festivals so mono wandu mai moka pa support nikenda mokelage matutethie pe mundu twindu muno kana mheshimiwa twindu muno sana ilanze isuno ndi amana na mbewa heshimiwa no mbolile ndina mwana muthuike witawa Honorable Felix Ngui mheshimiwa kuma Katangi friend twindu muno sana na mwini wathi na isi kabangui na ho kana no ho kabaku Katangi na kwa appreciate muno twindu muno pole sikuwa nilikuwa nimekuwa lakini hiyo time sikukuona but thank you very much wetu naye nake kabla tunaomba nite na tuweka nesa muno kaina mwadhime. Thank you. Tuwapigie wote hao makofi watangazaji wote, we appreciate you. Mumekuwa watu wa maana sana katika jamii, katika urafiki, katika uhusiano na Masi, na jambo hili mumetenda vyema. Nitaita watu ambao pata picha tu pekee wakinikubalia. Kama wetangi timu picha tu tafadhali. Timu mpate picha tu. Nilitumai tutatembea kwa wepesi kwa sababu ya muda. Hao ni marafiki walishinda na Masi, wakatembea na Masi sehemu mbalimbali. It would be unfair for me not to grant them an opportunity to get a photo. So mashabiki wa vikundi vichache tafadhali pia wataweza kuja ili tukaweze kuwa na picha moja kubwa ya wale wote ambao mmetoka Ukambani. Asante. Kuna mashabiki wametoka Machakos, mashabiki wametoka sehemu mbalimbali, na kwa sababu wote hawa ni marafiki zetu, tuje mbele tupate picha. Kuna nyumba nene and all the teams go in if you are here, kindly take your photo. Tupate picha wale wa vikundi ambavyo vimeunganika kwa majina, kwa majukumu na kwa malengo tofauti, tukaweze kuwa pamoja tupate picha hiyo. Wakipata sijui nitaunganisha timu, nitaweza kuwaita tofauti. Wale wote ambao tumetoka Kitui, wale wote ambao tumetoka picha, wale wote ambao tumetoka Kitui. I want to recognize your efforts. Na kufika pahala hapa.
nimeulizwa nifanye hivyo. Wale ambao wametoka Kitui wote tukapate picha, sio waheshimiwa. Waheshimiwa watakuwa na nafasi yao baadaye ya kuzungumza, lakini wale wengine wote ambao tumetoka Kitui tupate picha kwa heshima. Tukimaliza picha hiyo, tupate wale ambao wametoka Machakos na maeneo mengine pia wapate picha. Tutajumuika pamoja wale wengine wote ili tupate picha na twende kwa wepesi, kwa sababu wakati umeweza kuyoyoma. Ningependa pia baada ya picha hizo zote, wale wengine wote ambao wametoka Machakos, wametoka Makueni, tukaweze kujumuika na wao. Wao wakitoka tupate picha yetu. Kwa hivyo sitaweza kwenda picha nyingi unless kuna picha ya marafiki pengine nimeruka, sijahijumuisha. Picha wale ambao wametoka Machakos, wametoka Makueni, wale wengine wote tupate picha tafadhali, ili tukaweze kwenda kwa haraka. Timu Pendo, mpate picha wale wakimaliza hao wengine. Timu Pendo, subirini kiasi. And I want to recognize Massmart Supermarket. Asanteni sana, pamoja na Lukenya University. Penny Kilovo from Machakos. That is a very great team, and the Friends of Mercy. We appreciate you. Thank you for your efforts. Thank you for your efforts. Thank you, that team, Massmart Supermarket, Gunua Masi, Lukenya University, Penny Kilovo team. Thank you. Pendo team, ni picha tu. I'm trying to be a bit faster to save time. Najaribu kuwa mwepesi ili nikaweze kuokoa wakati, kwa sababu wakati haumo pamoja nasi. Na kuna hangos wa Masi, najulishwa ya kwamba tuliweza kupitwa nao wakaweze kukaribia. Hangos wa Masi, hangos, tafadhali. Pendo team, natumai mmepata picha yenu. Purity, another person. Angos, tafadhali. Angos wa Masi. Naume. Okay, pande zote mbili kutoka kwa mom and dad, Angos wa Masi, pande zote mbili wakaweze kupata picha yao. Kutoka hapo Mbaito FM, ili tukaweze kuendelea kukamilisha. Mbaito FM wakizungumza, tutaenda kwa viongozi ili tuweze kukamilisha. Mbaito FM.
Thank you. I don't know how we go about it. Nitataja majina ama chozo mbona nitaja majina tu. Hey. Let me be very brief. And I want to begin by introducing the team there. I want to begin Sami wapatie microphone wewe. Nitamaliza na wewe. Begin from the end there, please. You say your name and what you do at Mbaito FM. Sio? Haraka haraka. Good evening, everyone. My name is Boniface Mbidi. Ben. Praise God. My name is Josephine Wambua. Work in the digital department. Hello, I'm Mercy Mweni. I'm reporter by 2FM Kitui County. Wambua Lobe, reporter Mboni Sub-County Makueni. Zippo Rangwat. My name is Zippo Rangwato. I'm a news anchor and an agricultural show host plus prisons. Yes, my name is Rob, reporter Makueni Mombasa Road. Mwanzi Kisai Fire. Good evening. I'm Alex Saint Kieti, correspondent Mwala Sub-County sports journalist. Pele Mona, no Madezi, we pele Guido. Janet Mbidi, accountant by 2FM. Hi everyone, my name is Lucian Minesian and I spearhead digital for Mbaito FM, and I would really like to say that I've lost a sister. She was so nice to me. She used to spoil me. She would take me home every single day. And I'm so saddened to be burying a sister and a friend to me. Okay, and as Mwangi tell me, Masinoma Kotwa Musiwena Kamwenge Kaku. So I'm really sorry to have lost Mercy, and she was such a beautiful soul to me. I will forever love her because the first time I ever met Mercy was at the governor's office, and her laughter, yani hiyo kicheko yake, nilitoka tu kwa ofisi nikuje kumuona, and she would tell me, Lucian, if you're going to live this life, live it happily. And one thing I'm going to uphold is her memories. I'm so glad that the last trip to Mombasa, I was with you. And I really did such an amazing job with you, Mercy. I will... Okay, thank you. I want to just say something. You, uyo wa mweso, ona ukite baba, ona tiwa wetu, anewe u. Lakini nondo nengweka introduction. Sami Mulinge is the head of programs at Mbaito FM. And the most interesting thing, my experience with Sami Mulinge and many of those people, they are lions, and many of the people mumeona wako hapo watangazaji, they are lions behind a microphone. When they are in the studios, I don't talk myself because they are the lions. They are the people with the voice. And they are not people you can very easily manage because they have names bigger than your name, 100 times bigger than your name.
And so I want to say, as I pay tribute to Mercy Awia, I spotted Mercy's talent when she came to Mbaitu. Ama labda nianze hapa, mimi naitwa Martin Masai, I'm managing and editorial director wa Mbaitu FM. Mercy came to Mbaitu akiwa a young girl when she was looking for internship. And her talent was so clear, we spotted it. And a culture we have at the radio, and every media house in this country, you begin at internship. That's the intake area. Unaonyesha ujuzi wako. Kama uko sawa, wakati wa internship ukiisha, as the others go away, unarudishwa nyuma tu, unakaa hapo for opportunity to come up. But Mercy was such a flyer, a high flyer. Even if she could finish her internship, alikuwa ameonekana huko by other media houses. So I want to say this, that in the fullness of time we have also discovered kwamba Mercy alikuwa na vipawa vingi sana. Alikuwa mtangazaji maarufu sana. Alikuwa muimbaji mashuhuri zaidi. Pia kitu ambacho nimeona ni kwamba Mercy was a people person. Her networks were deep. And Mercy, you're hearing about her laughter. Inasemekana hapa, Mercy alikuwa na very infectious laughter. Mercy had the courage that you require to do this work of journalism. So let me say that gap ambayo huyu mrembo amewacha, mke wa James, ni pengo ambalo we will use the words that I've heard from the Reverend, the Father, the 3 A's, because this loss, much as it touches James directly, it also touches us. So we'll apply the 3 A's approach, because at the end of it, life really must go on, painful as it is. So niseme ya kwamba fraternity ya Mbaitu, na juzi nilisema tukiwa pale kanisani, Mercy was a resource of the community. Mercy didn't belong just to Mbaitu. She didn't belong to Athiani. She belonged to everybody, including our political leaders, including our church leaders, including young children who love Mercy. And painful as it is, I must say, as I conclude, it is really very so painful to lose someone when that person is creating a life. It is one of the most painful things, and we will not question God. We can't question God. We just accept and move on. So with those very few remarks, niombe MC, tafadhali. Sababu unaona Mungu amekubali waile kidogo nguo ikashika. Shike. Thank you. Nitaweza kukamilisha kundi hilo la Mbaitu FM. Limenikumbusha, I'm reminded of a friend, chukue picha, to take a photo. Mercy's friend, I don't know, I've forgotten the name again. Boniface, what is the name again? Again? Kamae. Kamae, if you are here, just photo. After that, Kamae, if you are around, just take a photo. Yeah, I remember her now. When we were in church, I also had some difficulties in pronouncing the name. I don't know if that is the correct name, but thank you, Kamae, for coming.
Now tunaingia viongozi na tunaenda kwa wepesi. Tunaye area chief na kipindi hicho, ili nirudishe kipasa sauti hiki kwa kanisa. Tunaenda tu kwa wepesi kwa sababu muda pia umekimbia, lakini si kwa kulazimisha, lakini ni kwa heshima tu. Tuna area chief, sub chief, kutoka hapo tunaenda MCA wa area hii kama yupo. Kama hayupo tutaweza kuchukua wale wapo ili waweze kuendeleza kipindi hiki kwa wepesi unaostahili. Chief wako, area chief, sub chief kama wapo, MCA yupo, mheshimiwa wa area hii yupo. Okay, nitamwita mtangazaji mheshimiwa Jacqueline Kalenga aweze kuchukua nafasi hii kuwaalika waheshimiwa kwa kipindi ambacho kimesalia. Tumpigie makofi, tupige makofi tu. Thank you. Kwa hivyo Jacqueline ataweza kualika waheshimiwa walio pamoja nasi, ili tukimalizia kabisa waweze kumwalika Sieza Madam Penina Malonza atukamilishie kipindi hicho, ili tukaweze kurejesha kipasa sauti kwa kanisa na tukamilishe. Tafadhali Jacqueline. Thank you, Mulinge, my brother. Andumaki chimu yasio gadinga leya mako bimoto na mono ndo asha koko nipe wiper wanengine nipeni wiper. Thank you. Wacha niite waheshimiwa wenye tumekuja nao kutoka Kitui County. Pia tuko na mheshimiwa kutoka Machakos County. Wapande hapa juu ndo tuzungumze kwa pamoja. Tukiteremka tuache mheshimiwa wa wodi ambayo Masi ametoka na aweze kualika our former CS. Thank you. Pia kuna mheshimiwa wa Subukia. Mheshimiwa Subukia, tafadhali njoo. Tafadhali. Mheshimiwa Subukia. Nyinyi nyote ni wetu. Ya mu na kuita mbele kwa mbio Kenya. Tuzubite masata tafadhali. Kenduma? Ya. Kwa ni wembo digadwa yamu, angala muna na maomage. Thank you. Nataka to save time. Huku nilisikia mazishi inashaga mapema, lakini sisi ni nani? Tunacheza kama sisi. Thank you. Wacha nianze, alafu ndakuwa na pasa napitisha kipasa sauti kwa next. Mimi naitwa Mheshimiwa Kalenga, pia ni mtangazaji, na Masi amekuwa rafiki yangu since 2014. So kama ni na Masi tuendete kwa interview ya ukundio ya Musi FM. Tuya nduganza tu na tuasia uloko oswa hata vyange ni wosiwe na noswa na hata vyange na message ni nosiwe. It's only Masi wangu ni yesimu ambia congratulations. And from that time, from that day, Namana is a genuine friend to work with. Amekuwa rafiki yangu, nimekuwa nikicheza nyimbo zake, tumekuwa tukiongea tena sana. So tumepoteza Kitui County, tumepoteza. Actually kuna mtu nilikuwa naongea naye nikimwambia I wish Mwangi pole tungebeba Masi tukamzike kwetu Kitui. Tulikuwa tunalilia hivyo tuishi na yeye tu huko, lakini sababu alikuja huko tukasema sawa tu, lakini tutamumisi tena sana. So watu wa huku Nyandarua venye mnaona tuko wengi,
Hatuja kuja kwa sababu Masi alikuwa mbaya, hapana. Sasa wale mtumio muona akuya na ba Mombasa Road nene wandu moka maziko ni engeki. Masema enda kuka kuona maziko azundula me ile. Enewe mtumio mwe awe tasia. Mtumio azundula oneka na ibetisito nondo ewe mundume muno akoza kibetisha bala mutume me mundume. So izo tuinoka kwa dhuku tukia kwa sio nondo Masi ni mundu musioki. Na mundu musio ne umazwa na nyanya ena none ngawa kindu kisio tuo na kumuma asya kwito twa munenge kindu kisio ekani bikeba unundu engine maweti yosio amasi muno. She's an angel. Let her rest in peace. Sikuamini kama Masi ameenda mpaka maombi ilipofanywa Kilimani, nikapigia Kasolo nikamuuliza ayusho umeona Masi hayuko? Akaniambia Nikapigia daktari wake Dr. Chalo, ni rafiki yangu na daktari wangu pia. Nikauliza Chalo, surely why did you let Masi go? Wewe ni daktari mzuri na kujua. Akaniambia I also lost life saving Masi life. Nilijaribu mpaka nikaita madaktari wengine wakuja nisaidia. I didn't want Masi to go. Na Mungu akaona wacha chukue Masi. So we have lost. In Kitui County particularly tumepoteza kiongozi. Lakini tutamshukuru Mungu sababu anajua. Asante na Mungu awabariki. Thank you. Nikulia tiketha nyibanze be ni umu ya ini museo ngale kwemu ya ini museo na mabina onde. Asante nyeneza ni mukubi wa ndeto mazito makonito wa Felix Ngui, lakini nisikie monota Katangi 001 nenda asekana no kaba nundu wa kumasia. Masi is my long time friend. Na mama ni wa school la mo ya ya radio na kuma garage. Reba na ke ko unu. And tamba ya mukamba ni twasia. Toka kuma asia mwetu ito kuma mudhangani wa kamba mwetu naye museo unayepata kila mundu mwetu naye mwanake. Masi was a friend to everybody. Ilana tabiwe Masi kanani watu tia. I remembered a song by Ken wa Maria, wina wa siri ya maisha. Ken wa Maria inaaka kulia siri ya maisha ni nini, nimeitafuta sana lakini bado sinja kupata uneleze. That is Ken wa Maria. So I remember that song for Ken wa Maria. Na senenge nondo tuya Kristo omundu tuoko kusia maandiko mangai alama yebukune ya mwambelile moto ya kana mundu mito kuma muthangani na akasio ka muthangani atuikusia maandiko ange moto ya kana pe ibinda ya kila undu kwa ibinda ya kusiawa na kwa ibinda ya kukwa. And thank you reference nondo tabisenda tonesa nituisaidio onde kana kwa. But the good thing is, where will you go when you die? Tuli said Masi akathumwe ni kwa maandiko mangai megakana kuruku mawegalo maseo na kwethe watio uwe dhatu tabise. Kwa hivyo Masi, rest in peace. You are gone, we'll miss you and forever in our hearts. Thank you so much and God bless you all. Elijah Murage, MC kutoka Wasega Subukia constituency. Asanteni sana. Thank you. Adawa kumuliega. Uliega legi. Asante sana watu wa kwetu. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Dominic Maitha, uchaguliwa kule Machakos Mavoko, serving my second term. Kwa Mwangi na mtoto wako, wazazi wa Masi, the entire family fraternity na marafiki wote wale tuko hapa. Nina uhakika ya kwamba kama hungekuwa rafiki ya Masi, ungekuwa hapa. Sumekuja hapa kama marafiki. I don't want to speak anything much about Masi. She has gone, she has left us. Na kila mtu yeyote yako hapa anaweza kutoa ushuhuda vile aliishi na Masi.
langu ni ombi tu, tunapo kumwacha ndugu yetu Mwangi aendelee na kuomboleza na wazazi, la maana ni tuwaombee wapate amani katika roho zao, ili yote ambayo yale dada yetu Mercy alikusudia kufanya na ambayo amethibitisha leo kwa kutuleta sisi wote pamoja hapa leo, tuende tukafanye hayo. La mwisho, kama sio upendo tungefika hapa leo kweli? Tungefika hapa leo kweli? Tafadhali wale wote ambao tuko hapa, upendo ambao tumeweza kuunganishwa na dada yetu, uende ukakuwe dhihirisho na ukweli na haki katika roho zetu. Kwa hivyo kwa familia, poleni sana, Mungu awabariki. Mercy was a true friend to myself. I can attest here today, sijawahi patana na Mercy physically hivi macho kwa macho, but I have spoken with Mercy more than 1,000 times. Kisai is here, can attest. Baitu Fraternity, you can attest. Wale walikuwa wanasikiza Baitu walikuwa mnasikia akimention Mheshimiwa Maina. So if I personally can attest the love and the kind of a person we are burying today, ni kumaanisha Mercy alikuwa rafiki ya mtu. Wa Mercy nuna atwisi, usio wakila mundu nuna awisi, enda wapi kakuyulu, ukatuboya, tuikoyu randi, na ninashua kama Mercy alikuwa na dhambi yoyote, kama vile mmoja wetu amesema, Mungu amemsamehea kupitia kwa upendo wenu. May God bless you. Rest in mercy, in peace, till we meet again, Mercy. We love you so much, but God has loved you more than us. Rest in peace. Thank you, my sister. Watu wa Nyandarua, hamjambo. Baito mwaseo. Nasitoma kwa nita wa Douglas Kasimu, ni director wa Culture. Hapo ndiyo head of state. Nataka nichukue nafasi hii kwanza nipeane rambirambi zangu kwa James kwa sababu ya kuachwa na mpenzi wako. Mungu ambaye anapeana faraja aweze kukufariji in a special way. Yangu ni machache. Mimi nawakilisha utamaduni, na sana sana nataka niongee kidogo kwa performing artists. Tumewapea nafasi kubwa ili muweze kutuentertain. Tukiwapea nafasi, naomba tafadhali, na especially wale ambao mmetoka kwetu kambani, do not misuse the space. Tumepewa kazi kubwa ya kupitisha ujumbe muhimu wa kuweza kuarticulate our culture, na mimi ninajua kama sisi Wakamba, sometimes some artists what they display is not how we are. Ninaomba tafadhali mrekebike. Ningependa pia niseme machache kuhusu Mercy. Nikiwa director pande mwingine, mimi ni entrepreneur. Na I want to recognize in a special way Lucian and the Kisai Fire. The last supper we had in studio, hata kama sikuwa hapo, we had some sausages and kachumbari. I think I did it. And Mercy was so good to me. She used to promote my entrepreneurship. Mimi nauza solar kwa Sesta Enterprises Limited. Na mulikuwa mnasikia Mercy akinitaja like 4 times kila wakati akiwa na Kisai na Lucian wakiingia studio. I have lost a business partner and a supporter and a promoter of my business. Lakini mapenzi ya Mungu anatuambia akitenda tuseme amina. May Mercy rest in peace. Tuendelee kuombea taifa letu la Kenya na tuendelee na kueneza amani, na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Thank you. Sitachukua muda mwingi. Time is gone. People are tired. Kwa majina naitwa Benjamin Molandi ama Mheshimiwa Kiluma, Mheshimiwa aliyechanguliwa ward wa Motongu ni Kitui West. We have come to bring our heartfelt condolences to the Mwangis. Na ombe mamba ito Ephraim na nyanya Mercy mwe Yesu na mwe yani mabinda ombe. Mercy anaye mnyanya wakwa kwa bakubi
Master ni wokie chathini chakwa cha homecoming mwe wa kele wa mwaka uno natoa na mbingi na ambia 2027 edha yenda kokera niliaume otangasi athikula kuyoteti na twithe tunena muno nake kuhusu mundu moteti lakini mwe Yesu no mosie chakwa no voya tuvoye family ya Mwangi nikana ngai amanenge vinya amanenge no ukomba na kwitha men tiokola we ingi no mukuli ambaito twekale na mugo. Let's live with peace. Hatuna injingine. We have only one Kenya. Kenya belongs to us all. My call to us, let's live in peace, in harmony, unity, and with love to one another. Thank you. Thank you. God is good all the time. My name is Bretta Mangangi. I'm a chief officer in the county government of Kitui. I know Mercy because she comes from Matinyani, the place where I come from. The father has been my pastor. The father has brought me up in the spiritual way, and I know Mercy very much. As a great lady, a lady who lived a purposeful life, na mwana wa kuikwatia. Mercy tuona madhiko make, the media stations that has been here, the artists who have attended the function or her burial. Nito madhaniku ya Mercy ni mwana museo na ni mwana wa kuikwatia. She's young but very very mature in heart. Nikuda nguo yake ni nene. Nguo ya Mercy yana ukuu wake. Nikuda ni mwana onai mwenesa. I want to talk to Mwangi. Please listen to God alone, just as the presiding bishop has said. Listen to the word of God alone, to the voice of the Lord alone, and cling to your church pastor. I know he's very wealthy in the knowledge of the Lord. Cling again to your in-laws because they are also pastors and they will help you grow, they will help you heal, and the Lord himself will help you heal again. Again, what I can tell you, remain steadfast in the church, and the Lord will keep on upholding you. I want to say that may the memories of your departed wife give you peace. God bless you. Thank you. Thank you. Before MCA wa Mercy mali amezaliwa aongee, wacha nimkaribishe former CS wetu Penina Malonza, ni former deputy governor wa Kitui County pia aweze kuzungumza. Before pia kuje napeana salamu za rambirambi kutoka my party leader kwa party leader wangu ambaye pia tulikuwa na yeye SC Milimani, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. That's my party leader. Amesema nikikuja huku niwape pole zake, angeweza kufika, alikuwa na shughuli, lakini tulikuwa na yeye huko SC Milimani. Pia niko na salamu za bosi wangu CEO wa Akamba FM, anaitwa Joshua Kimilu. MP Kaiti ametuma salamu zake za rambirambi, na pia nikatumwa na MP wa Kitui Central Makalimulu. Kwa hivyo zote pokeeni, wanawapenda sana. Asante. Baitu ndikwazia muyaseo yingi. Mimi ni Bwana Mwangi kusema pole sana. I know you, I know Mercy. Tumekuwa pamoja na yeye for long na Mercy amepumzika. Bishop, hii kazi ya sisi kuongea hapa wanasiasa, naweza sema hivi, mwanasiasa ndabatitha nasia, mwanasiasa ndatwanithasia na mwanasiasa ndathikana. The most three important things.
Nimesikiza vile umetuambia who on earth, how we stay like Jacob how he stayed, na hiyo yote nimesikia. We are saying as a nation, as a leaders, how we talk here, if that's the way we can lead our people and we can serve our people, that's the greatness of being alive. The purpose of leadership is only one. The growth and development of the people is the highest calling in any leadership. In any leadership. Mercy has really led us. She has done a good job. She has rested. Rest in peace. To the family, kids, and everybody who are here, the family, our Reverend Musyoka pole sana, our mother here pole sana, watu wote pole sana. Sina mengi ya kushinda hapa nikiongea, nitasema pole hivyo. Ile ingine naweza sema ni Bwana Mwangi, tulikuwa na Ngilu, alikuwa amenituma mahali na amenituma leo kuambia tena pole sana. Madam Governor amekwambia pole sana familia yako. My Reverend former governor amekwambia pole sana na amekwambia mko pamoja na atapata wakati na akuja salamu nyumbani. Hivyo ndio aliniambia. Ile ya mwisho ni kusema ni mimi Mheshimiwa Mercy kutoka Matinyani, na hapa tuko ni kwa bwanake mali ameolewa. Na Mercy was dedicated to serve, and dedication to serve is the best. As we serve our people and we serve our nation and we serve God, let's remember one thing. There is life after death, and you'll be questioned. Wabiketu nuka kulwela wanenjwe kivila weta ya mu adhukumia nduma Matinyani hata kwa unye bishop ni wanena kindu kimana na nyenene obanu ndunisa kutu wa Matinyani anduma Matinyani madhukuma pili nene madhukuma abala makathinga thinye na ni madhukuma inene withio na nabiketu ni mwe ya kazi ya muona na ni lakini kuna kibukona ina na yumwe na weli ko zumbini wa yoba no adhukuma ndo ama kwanesa you know ndo au amembeke inete waziri. We respect you, we honor you, you really served the nation and you are continue to serve us. Tupigie waziri makofi akikuja. And whatever happens, we know that you are going places. You served as a deputy governor, and His Excellency William Ruto so nice for us, the people of Kitui, to give us a lady minister. And you really served us. Criticism are there in leadership. We really respect you, and we know that the president cannot let you go without something. You are going to be in an office somewhere. With Bishop here, we know that Bishop ametuambia tusikize kila kitu, na tunajua vile ulitumikia utaenda mahali. Mungu akubariki sana vile ulitumikia wananchi. Asante sana. Ni wewe kutoka hapo, urudishe microphone pale. Tukimaliza tunasema wale wote, ukimaliza utatuita wanasiasa na all the leaders wamekuja hapa, tuende mbali tupigwe picha na tuweke ua na tumalize hii maneno na tuseme Mercy, pumzika vizuri, tutaonana siku ya mwisho. Asante sana mheshimiwa, kwa heshima kuu ya ndugu yangu Mwangi ambaye amempoteza bibi yake mpendwa, kwa heshima kuu ya wazazi wa Mercy ambao ninawajua kutoka muda mrefu nikiwa naibu gavana wa kaunti ya Kitui, kwa Bishop ambaye pia namtambua zaidi kwa sababu niliweza kufanya na ndugu yake, na kwa kasi yake njema anayoifanya, waheshimiwa mliotoka sehemu mbalimbali Ukambani na vile vile Subukia, ndugu zetu wapendwa wa Nyahururu na wa Kitui. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu, najua muda umeenda sana na wala sina nguvu sana ya kuongea. Mara nyingi nashindwa watu utoa nguvu wapi hata ya kuongea jinsi tunavyoongea. Naomba msamaha kubwa kwa yaliyotendeka mbele yetu, hasa nikijua sisi ni wanadamu na tuna upungufu. Mimi nimekuja hapa kwa sababu moja tu, ndugu yangu Mwangi, kukuambia jipe moyo, Mwenyezi Mungu yuko. Na kwa sababu Bishop aliweza kukuambia msikize, mimi naomba niongezee langu moja, manake mimi pia ni mhubiri. Nataka kukuambia pamoja na kumsikiza, muangalie. La pili, niwaambie wazazi wa Mercy, poleni sana ndugu zangu na wapenzi wa moyoni.
niliweza kupata ujumbe huu wa Masi nikiwa Tanzania kupitia kwa handi yake Mama Tosha. Nimemwona mahali na vile vile nikaingia na nikatoka tena, na leo jana ndio nilikumbushwa mazishi yake ni leo, na nikasema lazima nitafika niwape pole hao. Mimi nilianza na Masi wakati nilikuwa naibu gavana wa Kitui. Kwa maisha yangu nimeweza kupatana yale siku ninazotambua vizuri, nikiwa na akili zangu, nimeweza kupatana na Masi mara 3. Mara 2 ambayo nina hakika nayo, lakini ya 3 tulikuwa tupatane, hatujapatana. Mara ya kwanza niliweza kupatana na Masi katika mazishi ya mtangazaji wa Mbaitu Mosongo Chumbe. Mara ya pili niweza kupatana na Masi mwezi wa 4 nyumbani kwao, na hiyo siku Masi akawa dada yake ama andi yake huyo Mama Tosha alikuwa na harusi, na nikawa niko na mchango ya AC Tulia, na nikafika kwao nyumbani, na Masi akachukua wakati huo kunieleza. Wakati mmoja aliweza kunipigia simu baba yake akiwa katika hali mbaya nikiwa naibu gavana, na akaniomba ambulance, na sikuwa nakumbuka, na akaniambia wakati huo ulimsaidia baba yetu, na sikuwa najua. Na hiyo siku Masi akaweza kunitunikia zawadi kubwa ya kuniambia asanti. Nilikuwa nipatane na Masi kwa sababu Masi tangia nitoke kwao aliweza kutuma ujumbe aje ofisi kwangu nikiwa cabinet secretary, lakini ujumbe haukufika kwa sababu sijakuwa nchini kwa muda, na nimeweza kuambiwa ujumbe wake alikuwa anasumbukia mama yake nimsaidie, na nataka kuambia nitasaidia mama yake kwa ile nafasi aliyouliza nimsaidie. Kwa hivyo mama, chukua namba yangu na nitakusaidia. Na la mwisho, tuombee nchi yetu ya Kenya na ndugu zetu, tujue tuko na Kenya moja, hatuna Kenya lingine. Kenya ni hili, na viongozi tulio nao ni Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, na tunaendelea kupanua uongozi huo, na hakuna jambo lingine lililo na maana. Sisi wakati kuliharibika tuliambiwa twende nyumbani na tukakubali, ili nchi yetu ya Kenya iweze kutengenezeka na iwe na amani katika wakati huu ambao tunatarajia kuona mabadiliko katika uongozi na vile vile maendeleo. Mimi nawapenda na nawatakia kila laheri. Ndugu yangu Mwangi, tutembee pamoja. Mungu ni mwaminifu. Kasa macho kwa Bwana na atakuonekania. Asante, Mungu awabariki. Nilikuwa nije na Moses Kuria, salamu nyingi kutoka kwa Moses Kuria amenituma. Asanteni. Asante, mtapata picha yenu tafadhali waheshimiwa, picha ili tuweze kupatiana nafasi tuweze kupatiana nafasi hii. Reverend Matthews Mwalwa, tafadhali daktari, kipasa sauti ni hiki, naomba nisaidiwe.